mambo mengi yanaendelea Afrika. Kwa kweli watu wanasimanga TV ya kawaida haiwezi kuonyesha hii. Ila ukitaka kuona, kufuatilia social media, utajua mambo mengi ambayo yanaendelea social media. Kuna jamaa kutoka America military, wanamuitanga ni Michael Langren, alizuru Afrika haswa nchi ya Kenya. Na wakati alizuru nchi ya Kenya, watu wamekuwa na mambo mengi ya kujielezea. Mbona Kenya haswa inajihusisha kwa mambo mengi ambayo is not pleasing other Africa? Mbona Kenya imekuwa nchi ambayo haitaki Afrika iende katika the next step ambayo imekwama kwa muda mingi sana? Na social media imekuwa na vitu mingi. Mbona Langren kuja, mbona Kenya na host watu ambao si watu ambao ni wakutaka maendeleo, ni wale watu wanarudisha maendeleo chini. Kwa watu ambao wamesahau, juzi tunasikia Sudan, wale wenye ambao wanaleta vurugu Sudan walikuja tena Kenya wakakaa chini kuongea mambo ya kuvurugu. Watu walikuja Kenya na wanaleta vurugu nchi zao. Hii imeleta a lot of issue na story mingi sana. Social media inajiuliza, mbona Kenya imekuwa nchi ya kushikilia watu ambao hawaleti maendeleo katika maisha sasa ya watu, wakati watu wanahitaji maendeleo katika maisha yao. Allow rebels who have been slapped with international sanctions because of the genocide to meet in government facilities in Nairobi. Amekuja Kenya ili ku strengthen the military, ili kuleta ile diplomacy between the America and the African region. Inasemekana enda amesimamia the Africom. Na Africom, kwa watu ambao wajui sana, watu wanasema kwa hii Africom haijali aswa watu wa Afrika, inajali aswa interest ya America, interest ya nchi za nje, interest yao. Ndio maana wanajaribu kuleta hii ili ndo interest yao iendelee kukua, si kujali Afrika. Watu wenye wajue Langren ametokea wapi, kuna hii video ambayo alikuwa ana accuse the Burkina Faso president. Ileta burungu sana katika mambo ya Afrika. Tory and Burkina Faso, as they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. So story mingi kwa social media kuhusu chanzo ya vita Afrika, na watu walikuwa wametarajia kuwa Langren angekuja, kama ni kuja Afrika, angekuja kutatua shida ambayo inaendelea sana kwa South Sudan ambao kuna vita. Katika hii mwaka imeanza ni vita wamekuwa na mpaka sasa, na Kongo imekuwa imepigana kwa karibu miaka 20 wakipigana, lakini hakuna mtu yote anaguzilia swali ya Kongo ama swali ya Sudan. Wanaguzia mambo wanajiuliza mbona wanaguzia mambo ya Burkina Faso, nchi ambayo inajisimamia yenyewe, nchi ambayo inafanya maendeleo, nchi ambayo haina maneno, lakini wanasema ati Burkina Faso imekuwa ni nchi ambayo iko na terrorist. Anasema kwa Burkina Faso imekuwa ni nchi ambayo inapigana mchana na usiku, na lengo lake ni kusaidia Burkina Faso isimame. But watu wengi wanasema kuwa hii si ile kitu alikuwa anasema wakati fulani. Ukiangalia katika video yenye nimekuonyesha, alikuwa anasema kuwa Burkina Faso president alichukua mali ili kujiendeleza kiulinzi, kujiendeleza kimilitary, lakini si kuendeleza watu wa Burkina Faso. Lakini Burkina Faso watu wao walisimama wakasema, kama ni president wetu wacha tukufe naye, lakini sisi tumemkubali. Kuna wakati hata Burkina Faso president alikuwa anajiuzulu, wananchi wakasema kuwa hatutaki mtu yote, tunataka wewe tu uendelee na uongozi wako, uendelee na mambo yako. So terrorist mingi Afrika inasemekana kuwa
chanzo cha hizo vitu zinatendeka ni kuwa the US inasaidia watu kwa kuwaletea silaha, na ni vitu mingi zinaendelea kuhusu Muammar Gaddafi, vitu mingi. Kuna mtu alisema ukitaka kucontrol aswa Afrika, kuna country sana sana ukizishika una control Afrika. Sana sana walikuwa wanasema ukitaka kushika West Africa, shika Nigeria. Ukiwashika Nigeria wabembeleze ukuwe rafiki yao, utashika hizo countries za West Africa zingine zote. Wakasema ukitaka kushika East Africa, shika Kenya. Ndio maana Langri target yake amekuja Kenya, sababu Kenya inasemekana ndio imesimamia East Africa na ndio inatoanga mwelekeo mingi ya East Africa. Ndio maana Langri sana sana watu wanasema ametarget Kenya, sababu Kenya ndio inasimamia East Africa, na ikishika Kenya itakuwa rahisi kucontrol Uganda, kucontrol Tanzania na kucontrol nchi zingine. Also wakisema pia walisema ukitaka kushika southern part of Africa, shika South Africa, na watu wengine watafuata tone ama music ambayo inaendelea. Na ukitaka kushika North Africa, enda ushike Egypt, wengine watafuata mkondo. Na ndio mambo ambayo tunaona kila wakati, na Afrika wanajitahidi sana ili kusimamia, na watu wengi wanasema hatutaendelea hivi. Kama tunataka tuende mbele, itabidi tuache play the old tactics, sababu the old tactics haitusaidii, old tactics haituinui, na old tactics haitupeleki mbele. That's why watu wengi, vijana wengi sana wanaona vile mambo inaenda, na mambo inaenda haiwasaidii. Inasaidia watu ambao si wa hii continent, inasaidia watu ambao si wenye rasilimali za hizi continent. Ndio maana wanalia wakisema ni lazima tubadilishe mienendo yetu, ni lazima tubadilishe mambo yetu. Nimemaliza.